Hebu tusikilize neno la Mungu kabla hatujaomba pamoja. Yohana 6:8-11 inasema, mmoja wa wanafunzi wake, Andrea, ndugu yake Simoni Petro, akasema, hapa kuna mvulana mdogo mwenye mikate 5 ya shayiri na samaki 2 wadogo, lakini vitatoshaje kwa watu wengi hivi? Yesu akasema, waketishe watu chini. Palikuwa na majani mengi mahali pale, wakaketi. Wanaume wapatao 5,000 walikuwapo. Yesu akaitwaa ile mikate, akashukuru, akawagawia walioketi kadiri walivyotaka. Akafanya vivyo hivyo kwa wale samaki. Katika mstari wa 11 inasema wazi kwamba Yesu alitwaa mikate, akashukuru. Maelezo haya yanaweza kuonekana madogo, lakini yana ujumbe mkubwa sana. Kabla ya kufanya kitu chochote, Yesu alisimama kwanza kumshukuru Mungu Baba. Fikiria hili kwa muda. Yesu alijua muujiza ulikuwa karibu kutokea. Alijua mikate na samaki wangeongezeka ili kulisha maelfu ya watu. Lakini kabla ya kutenda, alitambua chanzo cha baraka zote. Yesu anatufundisha kwamba haijalishi hitaji ni la haraka kiasi gani au kazi ni kubwa kiasi gani, jibu letu la kwanza linapaswa kuwa kumshukuru Mungu. Yesu hakukimbilia kufanya muujiza mara moja. Hakuanza kugawa chakula mara moja. Alisimama kwanza na kusema asante. Hii inatufundisha jambo muhimu sana. Haijalishi una shughuli nyingi kiasi gani, haijalishi nini kinaendelea katika maisha yako, iwe ni jambo la furaha au changamoto, simama kwanza umshukuru Mungu. Labda uko katikati ya baraka, unafurahia kitu ambacho uliomba kwa muda mrefu. Labda unafanya kazi kwa bidii, umezungukwa na majukumu mengi. Au labda unasubiri Mungu atende katika hali ambayo inaonekana haiwezekani. Haijalishi ni nini, simama kwa muda. Ondoka kwenye kelele na shughuli. Nasema asante Bwana. Yesu anatuonyesha jinsi ya kuwa na ufahamu wa kumtambua Mungu kabla ya kitu chochote kingine. Katikati ya kulisha maelfu ya watu, hakuruka hatua hii. Alisimama na kushukuru, akituachia mfano. Unapopokea baraka, usifurahie tu, kwanza mgeukie Mungu na umsifu. Mshukuru kwa wema wake. Mshukuru kwa uaminifu wake. Hata wakati inaonekana kama huna vya kutosha, kama vile mikate 5 na samaki 2 wa yule mvulana, mshukuru Mungu kwa kile ulicho nacho. Yesu hakuzingatia kile kilichokosekana. Alimshukuru Mungu kwa kile kilichokuwepo. Na Mungu akakiongeza kwa njia ya muujiza. Shukrani hufungua mlango wa utoaji wa Mungu na hutukumbusha kwamba kila kitu tulicho nacho kinatoka kwake. Kwa hiyo ninakutia moyo leo, chukua muda na ufuate mfano wa Yesu. Simama, haijalishi nini kinaendelea, na umshukuru Mungu. Sema asante Bwana kwa yale uliyofanya, kwa yale unayofanya na kwa yale utakayofanya. Shukrani hubadilisha moyo wako, inakuleta karibu na Mungu na inakuandaa kupokea baraka zake zaidi. Sasa hebu tuje pamoja katika maombi ya shukrani. Baba wa mbinguni mpendwa, asante kwa zawadi ya siku mpya, kwa pumzi katika mapafu yangu na kwa nguvu katika mwili wangu. Asante kwa nafasi ya kuishi, kupenda na kukukaribia zaidi. Bwana, wewe ndiye mtoaji wa baraka zote, na ninatambua kwamba kila nilicho nacho kinatoka mikononi mwako. Ninapotafakari hadithi ya Yesu kulisha watu 5,000, ninakumbushwa nguvu ya kusimama kwanza na kushukuru. Hata akiwa na mikate 5 na samaki 2, Yesu alimtazama Mungu na kushukuru kwanza. Hakuzingatia kile kilichoonekana hakitoshi. Aliamini kwamba unaweza kuongeza na kutoa kwa wingi. Asubuhi hii, Bwana, ninafuata mfano wake. Ninasimama na kusema asante Bwana. Pia ninataka kukushukuru kwa baraka ndogo ndogo za kila siku ambazo mara nyingi sizitambui. Asante kwa paa juu ya kichwa changu linalonilinda. Asante kwa chakula mezani kinacholisha mwili wangu.
Asante kwa watu wanaonizunguka wanaoniletea furaha na upendo. Asante kwa nyakati za utulivu zinazonikumbusha uwepo wako. Hata katika changamoto ninazokutana nazo, ninakushukuru kwa sababu najua zinanijenga, zinaimarisha imani yangu na kunitayarisha kwa mambo makubwa zaidi. Wakati ninahisi kwamba kile nilicho nacho hakitoshi, iwe ni muda wangu, rasilimali zangu au nguvu zangu, nachagua kukiinua kwako kwa moyo wa shukrani. Ninaamini kwamba utakiongeza kwa utukufu wako na kukitumia kubariki wengine kwa njia ambazo siwezi hata kufikiria. Baba, ninaomba unipe moyo unaoanza kila siku kwa shukrani na sifa. Nifundishe kuona mkono wako katika kila hali, iwe ni katika wingi au upungufu, furaha au huzuni. Nisaidie nisiangalie kile kinachokosekana, bali kile ambacho tayari umetoa. Acha macho yangu yaangalie uaminifu wako na uwezo wako wa kufanya yasiyowezekana yawezekane. Kama vile Yesu alisimama kwanza kushukuru kabla ya kufanya muujiza, acha jibu langu la kwanza liwe kukuheshimu na kukusifu, nikiamini hekima yako na nguvu zako za kutoa. Leo Baba, ninakupa muda wangu, vipaji vyangu na rasilimali zangu. Inaweza kuonekana midogo mbele ya mahitaji ya maisha, lakini najua kwamba mikononi mwako hata sadaka ndogo inaweza kufanya mambo makubwa. Ongeza juhudi zangu, Bwana, si kwa utukufu wangu bali kwa utukufu wako. Tumia maisha yangu kuwa baraka kwa wengine na kuonyesha upendo na neema yako. Asante Baba kwa kunikumbusha kwamba shukrani hufungua mlango wa baraka zako. Asante kwa kunionyesha kwamba hata ninapohisi sina kitu au sina uwezo, wewe una uwezo wa kunijaza na kunipa ninachohitaji. Kama yule mvulana aliyetoa mikate na samaki wake, leo ninakabidhi kila nilicho nacho kwako. Kichukue, kibariki na kitumie kwa njia zilizo zaidi ya ninavyoweza kuelewa. Ninaamini kwamba ninapokupa kilicho bora nilicho nacho, hata kama kinaonekana kidogo, utakiongeza ili kutimiza kusudi lako la mbinguni. Baba, ninapoanza siku hii, ninaomba pia amani na uwazi katikati ya shughuli za maisha. Nisaidie nipunguze haraka ya maisha na kutambua uwepo wako. Nisaidie nianze kila kazi, kila uamuzi na kila mazungumzo kwa moyo wa shukrani, nikijua kwamba uko pamoja nami. Uniongoze katika hatua zangu, ulinde moyo wangu, na unijaze uhakika kwamba mipango yako kwa ajili yangu ni mizuri. Asante Bwana kwa yote uliofanya, kwa yale unayofanya na kwa yale utakayofanya. Asante kwa kunipenda bila masharti na kwa kuwa mtoaji wangu, mlinzi wangu na chanzo cha furaha yangu. Ninapoanza siku hii, ninatangaza uaminifu wako juu ya maisha yangu na ninaamini kwamba utanipa mahitaji yangu yote kulingana na utajiri wako katika utukufu. Ninakupa sifa zote na heshima yote, Bwana, kwa maana unastahili. Acha moyo wangu ubaki umejaa shukrani na macho yangu yawe kwako, wewe unayeongeza baraka na kubadilisha yasiyowezekana kuwa miujiza. Katika jina lenye nguvu la Yesu ninaomba, amina. Na kama maombi haya yamegusa moyo wako, tafadhali andika amina kama ishara ya imani. Ninaomba kwamba kila baraka katika maombi haya iwe juu yako sasa katika jina la Yesu. Na kama unahitaji maombi maalum, tafadhali tujulishe katika maoni. Tutafurahi kukuombea. Neema na amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe pamoja nawe daima.